Ndugu zanguni, sio hilo tu, kuna mambo makubwa sana yanafanyika chini kwa chini katika nchi. Sisi hatuna habari. Tuliunda kamati maalum ya kushughulikia hili tatizo linaloitwa udhalilishaji, ubakaji, liwati wa hakadha. Viongozi au kamati ile ilienda Unguja na Pemba kupita vyuo vya madrasa, kupita maskulini, kupita sehemu mbalimbali, na imegundua mambo makubwa mno, kwamba vijana wetu hawako salama. Vijana wetu wanafunzi wa maskuli wa madrasa, na hasa kukawa na kelele kubwa sana, walimu wa madrasa waovu, sijui walimu wa madrasa wanabaka, sijui kitu gani. Inawezekana ikawa ilikuwa ni moja binadamu yule akateleza, na tulifuatilia taarifa zake, kumbe aliwahi kwenda sehemu akafanya tukio lilo akaondoshwa, akaenda sehemu nyingine akafanya tukio. Kwa hiyo ikawa inaeleweka kama wanafanya wengi walimu wa madrasa, kumbe ni mtu mmoja na hama huku na huku. Lakini ala kuli hali, tumevumbua pia kuna mmomonyoko wa maadili mkubwa sana maskulini, pamoja na baadhi ya maeneo ya vyuo vya madrasa. Hata ofisi ya mufti inapiga kelele, hivi vyuo vya madufu jamani, mbona tumeviachia huru? Huru kwa maana ya huru, wanapiga dufu, wanawachukua watoto wari, wanaenda wanakesha nayo kama kuna maharusi. Manake hivi vyuo vingine viko kibiashara, wala havina sehemu maalum kama ni madrasa. Barazani tu sehemu fulani, sisi wapiga dufu kwa ajili ya maharusi tunaalikwa, tunaenda humo. Kuna watoto wari, kuna watoto wa watu, kuna wake za watu, wanakesha usiku kucha kwa kupiga dufu. Yanafanyika ya kufanyika. Huu ni mporomoko wa maadili, na tumeliendea mbio kulipigia kelele. Tunashukuru alhamdulillah, halijaondoka, bado lipo. Kwa mashirikiano yetu mashekhe, kwa mashirikiano yenu, jamii yetu inaweza kuokoka katika janga hili linaloitwa mporomoko wa maadili. Lakini kama tutakaa tu hivi tukasema ndio watoto wa siku hizi bana, naibu zamanana wal aibu fina. Mshairi alisema tunatia sana aibu zama zetu. Tunasema watoto wa siku hizi bwana, wanawake wa siku hizi bwana, sijui kila kitu siku hizi, tunatia aibu wakati, lakini aibu iko kwetu sisi. Wal aibu fina. Haya maharusi yetu tunaofanya, subhanallah, utaona aibu. Maharusi yanaofanywa wakachukuliwa kina mama kwenye mabasi kwenda harusini au kurudi harusini, yanafanyika ya kubwa na ya kujaa, wanaita kumwaga radhi, wakicheza kukatika viuno na nini. Subhanallah, ni mtihani mkubwa. Hizo nyimbo zinazoimbwa ni mtihani mkubwa. Zanzibar tunaenda wapi? Mbona hatukuwa katika hali hii? Tunaporomoka hivyo, ndio tunazama hivyo, tunajiona. Mimi siku moja nimesimamisha gari, naenda kuozesha sehemu, wamenikodi, wamekodi gari, wakaniambia bwana twende ukatuozeshe. Nikamwambia yalla twendeni. Nimeingia kwenye gari, kwenye basi, kwa bahati vurugu mechi, wakiimba wanawake, wakiimba nyimbo za ajabu ajabu, na bahati nzuri au mbaya ilikuwa ni familia. Tunaenda kuoa, harusi ya familia, kuna mashemeji humo, kuna wakwe, kuna watoto pale. Nilikuwa na wanangu wawili wa kiume, wakawa wanaimba nyimbo mbaya mno za matusi ya nguoni, wakitaja viungo vya. Nikamwambia dereva, simamisha gari kwanza. Simamisha gari. Nikaomba akina mama, samahanini, hizi nyimbo mnazoimba, tuko familia, kuna watu hapa wanaoneana staha ya kibinadamu, kwa hiyo nyimbo hizi hazifai. Wakacheka kwa shangwe, ustazi leo, shehe leo, tumepanda gari gani leo, bwembwe nyingi. Nikamwambia haya, na mimi itabidi nitumie mpini wangu, yani nimekamata makali na mimi, nyinyi mmekamata makali, nimekamata mpini. Nikasema na mimi itabidi nitumie turufu yangu. Haya, nasimama, nashuka, harusi yenu mkaoe wenyewe, mimi siendi. Kwa hali hii siendi, aibu tupu.
Ikabidi familia iingilie kati. Mama mwenye harusi alikuwa ni shemeji yangu, ndugu na mke wangu. Ikabidi tena waingilie, jamani vipi nyimbo hizi, ustazi ndo anaondoka sasa, ataozesha nani? Nikamwambia jamani, kwa hali hii siendi kuozesha hata siku moja. Ikabidi tena tukaombana, wakaomba radhi pale nini, nikarudi nikasema mkirejea nashuka. Hali mbaya hii, kama tuko Kongo, Zaire au wapi, staha imeondoka tena staha. Nikasema hapana. Lakini hata hivyo wakaanza kupiga mafumbo tena, basi bora dhikiri hapa. Wakaanza kudhikiri kiuongo kwamba nimewakataza jambo jema, sasa wanafanya lingine. Kwa ufupi yakawa maneno ya chini kwa chini. Huyu mwenye harusi ana dadake, yani kuna shemeji yangu mkubwa, dada mkubwa huyo alikuwa hayupo pale, akaenda kaambiwa. Wakati tunarudi akasimama, ustaz, nasikia umekataza watu kuimba, harusi hii ni maziko, hii watu wafurahi, sijui kitu gani. Nikamwambia haya sio maziko, ni furaha. Umezisikia nyimbo zilizokuwa zinaimbwa? Hebu tuambieni mlikuwa mnaimba nyimbo gani? Wakasita. Akajitokeza moja akaitaja ile nyimbo ya kutaja viungo vya siri vya mwanadamu. Akasema basi kama ni hivi basi jamani, hii too much tena. Lakini ile ni tukio moja tu, ilikuwa matukio 100, 200. Jamii sasa hivi imeeleweka vipi kwamba ni ya kawaida. Sasa jamii tunaipeleka wapi ndugu zangu mashehe? Ni lazima tuchukue dhima ya kusimamia maadili kama tulivyoachiwa. Maanake haya ni masuala ya kurithishana, tunarithishana mambo ya kheri. Zama hizi zilizopo hizi, dhima tunabebeshwa sisi tuliopo. Kama tutaiendeleza vizuri jamii na kwa maadili mazuri, alhamdulillah, tunapokezana na jamii itakayokuja kwa salama. Lakini tukiharibu sisi, wallahi thumma la tusalunna yawma idhin anin naim, mtaenda kuulizwa kuhusu neema hii, mliitumiaje? Ndugu zanguni, katika kufikisha ujumbe au katika kuelimisha, tunakuwa tunapata mambo mawili makubwa. Kwanza, tukiwaonya jamii au tukiwaelimisha jamii yetu kwa kuwakataza mabaya na kuamrisha mema, tunakuwa tunapata thawabu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini wakati huo huo ujumbe umefika, tumeondokana na dhima. Jambo la pili, huenda wakaliacha. Wengine inawezekana wasiache, lakini wengine huenda wakaacha lile suala. Mmepata faida kubwa katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumzia kisa cha Mayahudi waliokatazwa kwenda kuvua Jumamosi. Waliambiwa Jumamosi msiende kuvua, wakawa wanaenda kuvua kinyemela. Siku ya Ijumaa pale wanatega nyavu tele, kwa sababu samaki, Mwenyezi Mungu alileta mtihani, samaki wanakuja wengi mno mpaka ufukweni. Yani samaki nje wengi mpaka roho ikawashinda. Tumeambiwa kweli tusivue, lakini samaki basi siku ya Ijumaa ile usiku wanatega nyavu ili Jumamosi wakija samaki kwa wakati. Na Jumamosi hiyo hawaendi, wataenda Jumapili kufanya offside trick. Sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba hatujavua Jumamosi eti sisi tumevua Jumapili, lakini mitego mmelitega Jumamosi, target yenu ilikuwa Jumamosi. Sasa kuna watu kundi la watu likawa wanaambia jamani, hivi mnavyofanya sivyo, na Mwenyezi Mungu ashatuangamiza mara chungu zima. Kunu khiratatan khasiin, kuweni makima na manyani kwa makosa mbalimbali ambayo tulikuwa tukifanya. Mayahudi hao. Haya, wakatokeza wengine wakasema jamani, watu wana starehe zao, kwa nini mnawashughulisha? Waacheni. Mwenyezi Mungu akitaka kuangamiza si atawaangamiza tu. Sasa nyinyi inakuhusu nini? Subhanallah, hili ni jahazi. Tukimruhusu mtu alitoboe, tutazama sote. Basi Mwenyezi Mungu analirekodi tukio hili, anasema lima ta'idhuna qauman, wale ambao walikuwa wanawaonya watu wa da'wa, wanaambia nyie kwa nini mnawazonga watu? Lima ta'idhuna qauma, kwa nini mnawaidhi watu, mnawasumbua katika starehe zao na mavuvi yao? Allahu muhlikuhum au